Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16 mstari wake wa 11. Tuko hapa kujifunza kumfahamu Mungu, licha ya kwamba tumekuja kuhimizana kwa sababu ya makambi. Tumekuja tuhimizane ili tujue mapenzi ya Mungu ni yapi katika maisha yetu, na jinsi Mungu alivyo mwaminifu kwa kila mmoja wetu, na namna ambavyo tunafaa tumwadhimishe Mungu tukingali duniani. Sasa katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16, Daudi analeta sanduku la agano katika hekalu la Mungu, na anapolileta lile sanduku la agano, kuna kitu tusichofahamu Daudi nacho. Kitu hicho ni kipi? Kuja juu. Daudi ambacho hatujafahamu kuhusu hasa ni kwamba alikuwa ni mtu mtunga saburi. Huku kutunga saburi kwake ilikuwa ni kipawa ama ni kipaji alichompa Mwenyezi Mungu. Kwa njia nyingine alikuwa anatoa unabii kupitia kwa nyimbo. Tuko pamoja? Na kabla sijaenda mbali, nipende kusema waimbaji asante kwa wimbo. Nyimbo nyingi zinafaa zile nyimbo za kiunabii kutufundisha na kutuelimisha kumfahamu Kristo. Basi anapoingia Daudi na sanduku la agano katika nyumba ya Bwana, hiyo ni 16 mstari wa kwanza, akatoa sadaka za kuteketeza. Mstari wa pili, Daudi akatoa sadaka za kuteketeza. Alipomaliza kutoa sadaka za kuteketeza kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwadhimisha, kumuinua, Daudi akapatia kila mmoja katika Israeli. Nataka kushika hii. Mstari wa 3, Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16 mstari wa 3. Daudi akapatia kila mmoja katika Israeli. Sisi kama hiyo mnaielewa. Hello? Daudi akapatia kila mmoja, mwanamume au mwanamke, zawadi. Zawadi aliyompatia ni kipande cha mkate, a loaf of bread. Akapatiana na piece of meat. Piece of meat yangu ya Kiingereza sio ya Kiswahili. Akawapa na kanyama, sio? Kipande cha nyama, nimesema kanyama. And a cake of raisin. Hiyo inasomwa kwa Kiswahili. Mko pale? Jamani, tuko Mambo ya Nyakati wa Kwanza 16 mstari wa 3. Kwa nisomee. Inasema, kisha akawagawia kila mtu wa Israeli. Kisha akawagawia kila mtu wa Israeli, waume kwa wake, kila mtu mkate wa ngano. Kila mtu akapata mkate wa ngano na kipande cha nyama, na mkate wa zabibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja hapa kujifunza haja ya kumtafuta Mwenyezi Mungu na haja ya kumtolea. Daudi cha Mungu, baada ya kutoa shukrani, baada ya kutoa sadaka za kuteketeza, Daudi alichukua nafasi. Daudi akapatiana mkate katika kila nyumba ya Israeli.
I want us to understand that Israel was not one person. Nataka tugundue kwamba Israeli hawakuwa mtu mmoja. Walikuwa ni taifa la makabila 12. Wanapotoka pale Misri, Israeli walikuwa zaidi ya wanaume 600,000. Waisraeli hawakuzoea kuwahesabu wanawake, lakini ukisikia kila mtu mume na kila mtu mke, walikuwa zaidi ya watu 3,000,000. Haleluya! Katika mkutano kama huu, nina imani wamama na watoto ndio wako wengi. Mahali wazee wanakuwa wengi ni kwenye siasa na mpira. Mahali siasa inasemwa na mpira unapigwa, hasa na PSG, hapo utapata wanaume wengi. Lakini mahali neno linazungumzwa la Mungu, utapata kina mama na watoto wanakuwa wengi. Ninafuta hizi kumbukumbu ili tujifunze kwamba Daudi alipatia watu wengi sana kipande cha mkate. Haleluya! Tuna watu siku hizi akitoa leo, akifanya ugeni leo, anaanza kuhesabu asante. Topo heri. Tuna watu wamejawa na uchoyo kiasi kwamba hata kwake kwenyewe akitoa shilingi 20 zinunue nyanya, anaona ni hasara. Wana kwa hiyo mwenyewe anakusichimbia. Na mwanasa wakera tena, hata you are the benefactor of the family. Wewe ndiye Mungu kwa neema yake amekuweka uwe mtu utakayetoa sponsor kwa hiyo familia, lakini kutoa shilingi 20 inakugharimu vitina. Lakini napenda tujifunze Daudi, baada ya kwamba amewapatia kila mtu kipande cha mkate na kipande cha nyama na kipande cha mkate wa zabibu, Daudi aliachia hapo chini. Anatunga wimbo, mstari wake wa 8, anasema mstari wa 7. Tusome Kiswahili haraka tukiani. Nasema ndipo siku hiyo Daudi alipoagiza kwanza kumshukuru Bwana. Ndipo Daudi akaagiza kumshukuru nani? Ni maneno Mungu soma toragana bono mbele uliche mtu ndasaba igontegere kakusuta chabe wigwe nanorage kugoku ya wiki ndanga tore ku video ebanso komo from Kenya ni wako peleka ala YouTube norai haro kama hicho usichuma tuko pamoja ni kanisa ile kebara na watu magana 7 achera bale kage no rachi kebara mai na kore ndio sio tuache kama kwa ni Kiswahili na kanisa bale lakini kana mbele kote wale ni wote gari kabisa toha gari kabisa. Nasema akatoa kushukuru. Endelea. Kwa mkono wa Asafu na nduguze. Asafu alikuwa ni kuhani katika kanisa ama hekalu la Mungu. Akampa saburi, ndio inaitwa kushukuru. Akampa saburi, akampa wimbo wa shukrani. Asafu akampa yeye na ndugu zake. Alafu wimbo umeanza mstari wa 8. Akasema namna gani? Twende. Shukuruni Bwana, liiteni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Mshukuruni Bwana, liiteni jina lake, washukuruni watu matendo. Barai kuya moja. Wana kwa ni mmo utoka ni mtireko haraka kwa sababu ile kwa maana ile kwa mtu
Amadeli. Amadeli. Habari yako? Karibu sana. Ninakukumbuka ingawa unikumbuke. Karibu sana. Nasema hivi. Lazima tuwe watu wa kutangaza matendo ya Mungu. Haleluya. Matendo ya Mungu. Na yale ametenda katika maisha yetu. Daudi anatangaza. Anasema mwimbieni, mstari wa 9 soma. Mwimbieni kwa saburi. Mwimbieni Mungu, mwimbieni kwa saburi. Sitafakarini ajabu zake zote. Sitafakarini ajabu zake zote. Toka mstari wa 10 nasema jisifuni kwa jina takatifu. Jisifuni jina lake takatifu. Na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Na moyo wa wanaomtafuta Mungu uweze kufurahi. Haleluya. Mstari wa 11 ambao ndio mahali nilisoma kabisa tukianza. Nasema sasa namna gani? Maliza. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Mtafuteni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Amina. Amina. What is your agenda in life? Katika maisha, kwa sababu hakuna aliyejua angekuwa hai. Lakini kwa neema ya Mungu tuko hapa leo, si ni kweli? Ama sisi ni wazuri kuliko wale walisikia jana na juzi. Mwingine aliwahi niambia Mungu angeamua hata wewe umekuja kuona kwa matanga. Lakini akaona hata wengine watangulie ili ujifunze kutoka kwao. Ukweli wa mambo, Mhubiri 9:5 inasema walio hai wanajua watakufa, lakini waliokufa hawajui neno lolote. Sasa tunajua, wewe na mimi tunajua ipo siku ya kuondoka kwetu. Daudi kabla hajaondoka alitusii tumtafute Bwana siku zote. Waombe watu wenu. Tunakaribia makambi. Na makambi si sherehe unavyoiona kawaida. Wale mnapata nafasi ya kusoma. Maana nimegundua kuna faida sana ya kusoma neno la Mungu. Limetustahilisha neno hilo. Limetuuisha neno hilo. Limetubadilisha neno hilo. Limetufanya tukakujiwa na kumbukumbu za kutubu neno hilo. Leo asubuhi kwenye malesoni yetu tulikuwa tunajifunza juu ya kutubu. Si kweli? Na kwenye kutubu huwezi ukatubu kama Roho wa Mungu hajakaa ndani yako. Na sasa kwa sababu Mungu ametuwezesha kuishi leo na ametufuta kwa upendo wake na ametufuta kwa Roho wake, tumekuja katika kanisa lake. Kuna haja ya kujifunza kumfahamu siku zote. Yesu akiwa duniani katika Yohana 17:3 anasema kwamba wakujue wewe, uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe uliye Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Haleluya. Kwa kutafuta uso wa Mungu, jamani, Mungu atatubariki. Mungu atatuwezesha. Mungu atatuneemesha. Hata kama tunaona maisha yetu sahihi sio yale ya kutamanika, kwa sababu ya kulicha jina la Mungu, Mungu atatutoa hapo bila watoto wanavyoimba. Atatutoa hapo, atatuweka wapi? Tusichoke kumsaka Mwenyezi Mungu. Tafuteni sana uso wa Mungu tukigale haya. Sasa Mungu ametupa makambi. Nilikuwa nasoma kwenye Science Pages. Topic inaitwa The Feast of the Tabernacles. Unaweza ukaenda kusoma wala mnapenda kuangalia. Inasema wakati Mungu alikuwa amewawezesha Waisraeli kuleta mavuno na kutoa nafaka zao za shambani, alikuwa anawaomba watengeneze ili
ajili ya vibanda, sherehe ya vibanda, kwa kusudi moja maalum, kumshukuru Mungu kwa neema amewatendea mwaka mzima. Haleluya! Mwaka wa Sabato unaisha na kuanza wakati wa makambi, na napenda niwaambie hatuendi kwa makambi kwa sababu ni sherehe ya kawaida. Katikati ya hapa Mungu ametutendea mambo makubwa ajabu tusiyoweza kuyazungumza. Tuliyatakiwa Mungu watakiwa na maana tulifisiwa na majambazi ama na wezi, Mungu akatunusuru. Tulitembea njiani tukapata ajali kwa bahati mbaya, Mungu akatuhuisha tukawa hai. Tulipitia na familia changamoto nyingi, mzee akaugua, mama akaugua, mtoto akaugua sana, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu, Mungu anaturudisha tuje kusema shukrani, asante. Kwa sababu ya sherehe hiyo tunakuja kushukuru Mungu tu washiriki. Familia zetu zilifika njiani zikawa na hati nyingi, uchumi ukaharibika, tukawa tunashindwa kana kitu haya amani kwa kuelewa. Tulipoita Mungu akawa mwaminifu, Mungu akasikiliza. Haleluya! Mwaka jana kabla ya makambi haya kwenda kufika, wapo ambao walikuwa hawajaoa, walikuwa hawajaolewa, lakini kwa neema ya Mungu amewawezesha, wamepata wachumba, wakawaoa, wakafanya harusi kama ile tunataka kufanya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna haja ya kushukuru Mungu. Wapo wanaotafuta wanaume na hawajawahi pata, wapo wanaotafuta wachumba wa kuoa, wa kuolewa, hawajawahi fanya namna gani? Kuna watu wako na kazi na Mungu amekuwa mwaminifu, licha ya kwamba umeteseka sana, Mungu amekupa kazi. Sasa tunaporudi kwenye makambi letu ni kushukuru, sio kulia. Halo, ni kuja kusema asante Baba. Na tunapokuja tunafanya kama Daudi alivyofanya, alileta sadaka zake za kuteketeza, za kutoa shukurani kwa Mungu. Isitoshe akawagawia Israeli wote mkate na kipande cha nyama. Sasa wewe utakujama kwa makambi, wala huna cha kugawia mtu, wala huna namna ya kushukuru, kwa sababu unaona ni sherehe ya kawaida. It is never the same. There is no guarantee kwamba mwaka ujao tena utakuwa hai. Tunapopata fursa kama hii ya kuja mbele za Mungu, tunajiandaa katika hali zote. Tabia zilizo mbaya tunaacha kabisa. Tunaomba Mungu atakaze nafsi zetu, tumrudie yeye katika kichwa. Haleluya! Unajua Ukristo ni siri kubwa. Narudia, Ukristo bakile. Ukristo ni siri kubwa. Ukristo huu katika ile lugha ya iliyoendelea, nisikia kuna Biblia hapo. Naomba mtu anisomee hicho Biblia. Timotheo wa kwanza 3:16. 3:16. Timotheo. Utasoma hapa karani kwa kusoma Biblia. Timotheo ya pili isato verse number 16. Tunasema namna gani? Ama Timotheo iko kwa Kikuyu. Iko? Ndio bado Timotheo. Wa kwanza 3:16. Soma. Inasema hivi. Inasema ikibisire itini yeito ne ekenene na tisi era ya yoswe emobai uotora na tunaona jeli kuja kusonga soka kuna mamaji muro raso serikali ni kulega bana asubiri kuja tutananga kwa nini sogende na usoma tena usiku hapo ni tumukuja
Biblia nataka isome. Kuna siri. Nasema Ukristo ni nini? Baki. Ukristo ni nini? Sio siri tu. Siri kubwa. Siri? Hiyo siri ndio nataka niwafundishe dakika chache. Uone hata wakati unamrudia Mungu wakati wa makambi, wakati unaambiwa mtolee Mungu, unatolea Mungu wa namna gani? Sikiliza hiyo siri, soma. Inasema Sakambaiga kibisere gitini yeito hiyo amekuja vizuri, sio? Kibisere gitini yeito nekenene na tisere yonso ohe tisere yonso ohe hiyo yasa kulichanganya rudia na tisere yonso ohe imesha inagene iko kambaiga sasa ndio inafuata nyosi sema na mahakaini gitu moyo moto igenoku Mungu mwenyewe alionekana katika sura ya mwanadamu. Alafu akaherekibwa na koro iga no muronge, akadhihirishwa na Roho wa Mungu kwamba yeye ni wa haki. Akaonwa na malaika, akarudikwa uchihamate, akahubiriwa katika mataifa yasiyo ya Waisraeli. Kama wakuya, sisi sio Waisraeli, sisi ni wakuya, sivyo? Lakini huyo Kristo si anahubiriwa katikati yetu. Na endelea. Agakumibwa okebara, yeye huyu aliyefanyika mwili, Mungu aliyefanyika mwili, akaaminiwa katika ulimwengu wote. akemukibwa igoro kubuhiku, kisha akabebwa hadi kwenye utukufu. Hiyo ndio siri kubwa ya imani yetu, ni kwamba tunaamini aliyetoka juu akaja akachukua sura ya mwanadamu, akaonwa na malaika. Unajua watu wengine hawaelewi malaika vizuri. Wanadamu waliumbwa kwa udongo, si ndio? Lakini nani anajua malaika aliumbwa na nini? Malaika aliumbwa na miale ya jua, miale. Malaika akisimama hapa, nuru yake ndio oketyo na hali. Malaika aliwahi ona Yohana mfunuzi, mpaka Yohana akapagawa, akaanza kuchutama chini akitaka kumwabudu. Mpaka malaika akamwambia, usije ukafanya hivyo. Mimi pia ni moja kati ya wajoli wenzako, wale wanaomcha Mungu kama wewe. Usijudie Mungu. Usijudie nani? Yaani malaika akija hapo utajisahau uanze kumwabudu. Maana ni kiumbe aliyeumbwa na miale ya jua, na ukikutana naye si wa kawaida. Yeye alionwa, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, Yesu Kristo, alionwa na malaika. Kisha Roho mwenyewe akamdhibitisha kuwa yu haki. Haki, ile haki ya kweli. Dunia ina haki. Wakati wewe unafikiria watu wa kweli wanakujali sana, kwa wakati fulani uko wewe mwenyewe na Mungu wako. Tuko pamoja. Nora hata kuogetanda. Wakumbuka mama koroba no. Baada ya kwamba soma mbuya wale mbali bito kabisa. Kwa wata pale na halepa kwenye. Na halepa kwenye. Kaga yeye umwana kukura kuogetanda. Toko yeye. Neno kubeno kukura. Utakuro mona mtume kale. Ebe wasache kabisa. Kamwiboro kama leta kukewa kwa neema ya Mungu. Lakini pale ya Mungu amenyere.
Wana ukwana yuki mpaka itomo. Kwani mkadele nora asumache gai alinali. Urapendo asumache gai na minui. Ndio. Bana yeye ndiye mwenye haki. Alidhibitishwa na Roho wa Mungu kwamba yeye ndiye haki yetu. Hakuna mwingine atatupatia haki ila yeye. Huyu Yesu akahubiriwa katikati yetu. Baada ya kuhubiriwa katikati yetu, ulimwengu ukamwamini, na ulimwengu ulipomwamini akachukuliwa katika utukufu. Hiyo ndio siri ya Ukristo. Kwa tunapokuja kumwadhimisha Kristo, tunapokuja kumwadhimisha Mungu aliye pamoja nasi, tunakuja na shukrani. Tunakuja kushukuru, sio kwa mdomo tu, bali pia na vile ambavyo ametuwezesha kuwa navyo. Haleluya! Tunashukuru Mungu. Yana undo akundi kila mtu anakibra kwa Yesu. Hivyo unipete kile kama amenyelewa inona. Somanya Yesu agire kamana. Nambe kusuma achaiga. Anoramu kumikabisa enoku na amotora ukurusha legasa akibise agotorasa anga hai. Sasa katika ile imani ya kumcha Mwenyezi Mungu, ili kuonyesha our commitment to God, lazima tuwe watu waliofunguka mioyo kumletea shukrani hata katika matoleo. Haleluya! Ninaanza kwa kuonyesha mfano wa Daudi. Na I want you to imagine leo mkate huwa nanunulia huyo kijana wangu kila siku ya wiki. Familia yangu inakula ule mkate wa 800 grams. 800 grams ni shilingi 130 pale kwetu Hispania. Sawa? Kila siku 800 grams 130 Mr. Douglas. Hiyo ni shilingi ngapi? 650 per week. Na hiyo mjasikia. Oyo mungu kusumata. Imani uwe. Oyo wane mugati bene omugati uwene kuwiki siringe ya mwibule niwike yewe peleka mkisiku munga kisiku isangu mwari munde ukabule tulekonda hiyo kwa mwasikuli yatole na weke na usiku siataraya na nivibande chakole ninakutora gobeki hata sasa igani manende ya mpaka ni kama nege sawa kwa manane na tia kwa bebe hai lakini ndigalibu ili kudumisha ile familia. Si kweli mgada wale omogoro wa mkua leo baba kuu kinini omodele chiko tukasalo tukaka wetu haji imani yangu hata namotea hata Mungu meka msega chini komodele kwa chiko yaani wewe ndio kwa chini sasa jioni tukija jioni tunalamba amanare oyo luni itakuwa kusumacha wenye mabanta baya abanyogo abasofti binamogokora de bitu bihore rutene ate sadaka yosu kurushabina bona mtu kuigo mogoroba nikinunua dagaa ya 50 mwasanikumbusha naongeza na nyanya ya 20 wakati fulani naongeza na mingizi. Sisi ni Wakisii, unajua Wakisii wanapenda matoke, sio? Ya 20 ama ya 40. Sasa jioni unapata tumetoka kama kwa 150 hivi tena kanaenda. Halo? Jioni mara 5 750. Haleluya. Siku 5 pia weekend. Sabato mbele una halete kwa sababu ndio kwa na tunda hai. Toka hende. Lakini bilango kwa 650 wengelinya 750
anogatora hapo uwike mobile orayo kwani orayo ilego kutoka ikikuna maganane wana mbeto museke wana nao tulete kumcheto ya wekero kusiko mkutu nayo baba kutaka soko kebaba kupelekea agaikirita wekohara 220 anotorita kuyandika ndinga anokubigereka tutasi na kitu sikuomba mpaka norapo ngibije ya manchega daraga kogoro konchera ha kwa manyele wiki moja 1400 1500 wiki gani odabe mungo toro kabisa nikabuke ondoro nikabuke parege yes oronde barege orale. Sasa bibi wanaangalia kimtazamo. Ukipata sasa tumefika kanisani siku ya Sabato mwalimu, utapata kujaribu sana sadaka sasa ya kutolea Mungu aliyetuneemesha, tunamtolea shilingi 50. Tujaribu sana tunamtolea 100. Tukiulizwa sadaka ya kambi, shukrani yenye Mungu amekutendeza mwaka mzima, utasikia mtu anasema unitanyana kambi kubibere. Wano kuri kubibere wotwibura hata chibiki bere. Motara igwa. Nagane kutanatanya. Kuigwa mole. Yano montagande eno yano kuya uninaleke kubibirenga. Bikubibere sasa yanjuru. Makambi ogasikale. Ila atunwe na roho makambi gari kwa mwele tibirahi. Mwene sumachara gani bono wina abo yakore tibatebe. Alafu amakambi ngarasire. Wiwe wiki ishikurani yako kuruhusa mambo tayari isere. Sasa baada ya soka hadi yenu. Halo. Mugende makumbuyi kumi otorafunge. Monta itumie wika utamusi. Wika nitakuwa hadi 20. Masera wiki kumi usire. Arasa jere sana kijiku. Magana tena musi. Kati kubiri ya kitu. Hapa kweli wewe unajua kwa watu wangwana. Lakini huko kwetu yote tunaona inatendeka. Lakini kwa masuala ya kulipa hata school fees, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mungu ametupatia watoto. Si ni kweli? Mimi sitaki kuzungumzia school fees, muone na waingilia. Lakini nataka kuzungumzia kitu kinaitwa remedial. Inatolewa. Wale naongea na wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Remedial inatolewa. Mimi na watoto hivi. Ninalipia school fees sekondari hivi. Mmoja tunalipa 3000 batano. Mwingine tunalipa 3000 batano. Mwingine tunalipa 3000 batano. Kwa tano moja kando na fee shilingi 9,000. Ambeba kwa mwana orebe. Na ukimaliza unaongeza na kitu kingine kinaitwa RIP. Na hiyo tunalipaka bila kupinga. Ndugu ganda mtaite. Ni school fees tolenge. Sasa ngocheleseji kusimu yani. Ikabara bonzi kokaraso icyo sabiri abana kabale. Abana aibale. Icyo sangapi. Na ngomani muiburi. Kaya utora kole. Ora tametu sasa yawasere kutegera ni mondaya tu. Ame pasani yale isere. Ibikuita abana naye. Bwana ukiwiki ndako. Unahakikisha hiyo imelipwa. Kwani si kweli? So mwisho wa mwaka school fees shilingi 53,000 umelipa, ina moja nilipia hiyo.
development fee 10,000 umelipa, ina moja analipia huyu. Inaitwa academic improvement program shilingi 5,000 umelipa huyo tu. Halo? Na kuna nyingine inaitwa sijui namna gani ya kulipa walimu wale wameajiriwa wasio wa serikali, motivation kana good inaitwa hivyo. Nayo pia umelipa. Huyo ni mmoja out of 3. Ukipiga hesabu zaidi ya shilingi 80,000 utaongeza na fare njiani. Si ni kweli? Mtoto huyu mahindi yote yakitoka shambani, hiyo box kwa store, pesa cash, hata zaka hakuna. Halo? Manyamana bakaba hiyo. Bakaba hiyo. Baba masera moga gusira ambaye na haraka breguya alizo ngiri school fees. Lakini ndio school fees yake baraka ndio kuyatoa kwa wale. Mwarangu suma atose kwa na no koreka koreke. Enda bendi kwa ndai kandai. Moga gusire school fees okoreke. Doso ti. Bara kiara siku ya mchanga kusonga toba lakini wale school fees yako kuleka kanisa elambe no kugora kuichi nguru rago matera maya rago to nyingilia oragire to rende ho yo nyikuya wewe kama hetoka badala yake takile kila kitu bilenga Botana kusumacho nina gane kusumacho bila watu ndio watini. Botana ndio hajikubilenga. Lakini mwisho kulekwa na nurusi ikikwi amarana mbele amusi. Alafu omwana wasokisi kwa. Wana kukulega. Ikatio mwana wao neloku wao. Wose makondo koho. Ni chekwege tokani iga kwa school fees no kuya sio komoge no kuya tiwa maandiko yanasema shughulikieni wokovu wenu kwa hofu na kutetemeka. Haleluya. Mbona ya kuya university roho wako bonsi wataona Numari munde ukana namde paka achaba muki dinena tabu diansu majesi ino koro yani rombe ahoraku bana bonsi erwa ngenia ji neba kudu ona tadori ko kali eto alo in 1985 mpaka sasa 2026 kwa kweli kuna swali halijawahi kujibiwa. Wanakuwa kwa mwana tena na makoro haya mbele. Sio kwenda Bwana mbele hapo wote university back. Anabage university bana ni ambe kenge zako mwenye babu sumacha. Anobaso kwa wale ngehana. Ngehana kana yenu. Liwa wiki alisikia ile mwaka wa kusanywa. Baada ya kusabiri amagana 5 ilikuwa magana lenga. Omwana waya kandi kwa serikali 500,000. Yaani kuomba plus kuomba isiko tukuomba. Tuko pamoja. Lakini kaya ndege leo kwa kuliomba. Ona no kwa labo to chikuru. Mpaka hata tunulera kitano. Turuze kwa mwana wa moto. Jiombe serikali chiyeye. Kumusuko moto na kwa wale ya ase. Kimukimara sekati ya soa. Anayotenda. Hivi mwananipata? Lakini ndio kwa tongo toa. Kwa kweli hatukumbuki.
huyu Daudi anakuja kwa Mungu. Na mimi napenda wazee wa imani sana. Nilikuwa nasoma habari ya Suleimani. Suleimani alipoingia utawala, alienda siku ya kuwa na hekalu kama hizi. Eti watu walikuwa wanaabudu Mungu kwenye milima. Alienda akachinja sadaka 1000. Nikawa na imagine kuna gari fulani ilikuwa imefungwa pale kwenye yake. Maombi kama yale Douglas 1000 ni kama pesa ngapi alitoa? Kama sasa hivi ng'ombe mmoja pale Mabera kwetu ng'ombe mmoja mzuri tu shilingi 10,000 hadi 110. Si kweli? Na huyu mtu anatoa kuchinja sadaka ya kuchinja ng'ombe kama hao 1000 milioni ngapi analetea Mungu? Alafu nasema wewe ng'ombe ni ngumu gani? Hapana. Wakati wabale ndio wanaona kama Mungu kusema Mungu. Wala watoi. Lakini huyu alijitolea akaabudu Mungu. Ilikuwa nasoma habari ya Suleimani. Alipotoa sadaka hiyo ya kuteketeza, Mungu akamtembelea usiku. Ina vision, akamuuliza, "Sema unachotaka na mimi nitafanya namna gani?" Akasema, "Mimi mtumishi wako, mimi umeniteua mtoto mdogo kati ya watu wakubwa dunia hii. Sijui kuingia na sijui kutoka. Mimi niwezeshe niwe na hekima na maarifa." Mungu akamwangalia mpenda. Ndio maana anasema, "Leo kwa sababu kuomba utajiri, sasa nitakuongeza mpaka na nini? Utajiri." Lakini kilicho propagate kilicho mfanya Mungu proactive kwa huyu ni ile sadaka alitoa ya, unajua ninaongea watu wanaongea maneno yangu. Samueli wa kwanza. Sikuwa nataka kuzungumza, lakini sasa kwa sababu nimekuja siku sana tu kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Wacha niangalie mahali ambapo huyu bwana anakuwa kiongozi. Lakini ni second Samuel, the first chapter of second Samuel. Second Samuel. Mahali kijana anakuwa mfalme. Anaitwa nani? Anaitwa Suleimani. No, First Kings. Chapter 2 hapo utaisoma yote. Chapter 3 verse 1 alifanya hapo rafiki akaoa kutoka kwa Farao. Mstari wa 3 alipenda Mungu sana, akatembea kwa sheria zake, akaenda huko Gibeoni. Mstari wa 4, soma mstari wa 4. First Kings chapter 3 verse 4. Soma kwa Kiswahili nataka. Nasema basi mfalme akaenda Gibeoni. Mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko. Dhabihu ni sadaka. Tuko pamoja. Kwa Kizungu inaitwa sacrifice. Alafu kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Hapo ndio watu walikuwa wanaenda mahali pameinuka sana. Sulemani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile. Tosha. Akatoa sadaka hata msimuongea si Biblia inasema akatoa sadaka za kuteketeza 1000. You follow that same verse. Tagundua alitoa mabulls 1000 za kuteketezwa. Ndipo alipozitoa hizo, Mungu wa mbinguni alimtembelea. Akamuuliza, "Sema unacho mukire sikule." Achokitaka. Yango TV kilise na maatu niko miaka kanuni na yemeke hiyo. Sasa yani na miaka 45. Na maake ndoko akokora nkali Mungu gusi. Abakungwa numo hano. Atao matebi gano raigoro mugambi otai boli chambers. Atao.
ikibisere katokeo nkeno abakungu baramwibora abana b'ibintu baranyobya hasi ora mwiserega mukurero komuneno ora tanisada tango ratanga tisada utanga kuiwa sipate ora tanga deki esadaka nesadaka ndo kutanga tya nerawi usika kabisa kwa moyo na kumanta yero era hata mkota wako mana anambega watu ana ausi sadaka era bako wewe kwa wewe kusema mungu usiri nurama moka wewe papa wewe patakwile kagala sana na mahati mtongotega iga lazima tujifunze kumtolea Mungu. Mfano mzuri umesikia wanaume anapewa watu mkate dunia nzima. Dunia ni manyono ragande wewe lumugani. Hata bagandi tunabali. Tukana hapo nale Kenya sasiga. Nurago mugambi Kenya utana chibi. Utamu kutora. Kutora kwa nuru raika uje. Moyo na mtu anakuwa tajiri kwa kukaza. Lazima ujinyime mambo mengi ndio upate. Na hii uwe hata kiongozi lazima uwe mtu wa kuwezesha watu. Si kweli? Hivyo ndivyo wafalme wa kitambo walifanya. Na sisi bado iko saa hii ndio makambi na mimi mama tulikuwa naye hasa akatazama wakati fulani. Tumeenda makambi tena kuhubiri. Lakini mhubiri mkuu aliyekuja badala yeye apewe fare, yeye anapatia watu fare. Halo? Na anatoa sadaka ya kambi laki moja. Yeye anakuja kwa hiyo kambi sila kwao. Anasema gari kwa mfano na mahali. Takienda kwa nini usi. Bado anatuambia tunafikiria anatabia. Na ukweli kabla wiki jaisha ameweka laki moja wapi? Na anasema msiseme. Na hatukusema lakini tukasema. Sio? Ila sitasema ni nani alikuwa. Nikuona ataona acheke hata ile mmoja. Anatoa watu waliojua siri ya kumtumikia Mungu wanamtumikia Mungu na mali yao yote na hawajawahi kujiwa. Sasa nauliza wewe mgeni wakati wani faragani pale tunapokaa kwenye chumba cha wageni. Jamani uwezo wako huu unatoka wapi? Sema mimi Mungu amenitoa pale. Hata ninapoongea saa hii mtoto wangu anasoma Uturuki mmoja. Mwingine hapo Marekani St. Andrews University. Uwezo huo umetokana kwa kujitolea kwa Mungu. Ukijitolea kwa Mungu, Mungu atafanya vitu vijawahi wezekana, vitawezekana. Lakini lazima tujitolee kwa sadaka zetu. Waje kutolea Mungu kama unampima akili. Mungu sio economist, Mungu ni milionea. Tuko pamoja? Nataka na wewe utenge mwaka fulani useme omoka kwa no. Wanaomoka kwa nne kebra bangu bila kukebra. Sio? Wanaomoka kwa nne. Nataka nimtolee Mungu. Yeye nikiangalia nyuma hata mimi nasema ukweli nilimfanyia Mungu kazi. Haleluya. Tolee Mungu. Kwa msione tunapoleta sadaka, msione unapojitolea kumletea Mungu etinaishia hapo. Hii ni covenant tunaweka na Mungu. Ninawapa mifano ya wazee wa imani. Daudi alipea kila mtu mkate. Suleimani na pia akatekeleza mbele za Mungu sadaka. Suleimani vivyo hivyo. Katika kufanya hivi, fuata historia ya Suleimani baadaye. Walikuja watu kutoka dunia nzima kuja kuona ajabu ya hekima yake. Na walipokuja, walimletea dhahabu, wakamletea na vitu vingi vya thamani. Kwa namna hiyo, tunaanza kwa kufanya ushirika na Mungu wetu. Mwaka huu tena Mungu ametupa nafasi juu washiriki. Tuje mbele zake. Wewe katika hesabu ya nyumba yako, piga mfano uone Mungu ameniwezesha na wajukuu wangapi. Mungu ameniwezesha na watoto wangapi. Mungu ameniwezesha na mali kiasi gani. Jamani Mungu utanipa nini nitoe? Anza kusukuma. Niliona mzee mmoja sehemu fulani. Yeye ameweka nadhiri na Mungu kwamba
maelfu. Yeye kama mtu binafsi na hakika Mungu atakupungukia. So we learn from others. Hii tabia ya kusema kila mwaka tutawekea Mungu 20,000, 5,000. Kama mwangalia unamwekea 20,000, pandisha grafu. Mungu anapenda ukuaji, si ndio? Kama unamwekea 1,000, endeleza kidogo. Weka hata 2,000. Grow as we go. Mungu si kwamba anakuja kwetu kututoa, hapana, lakini lazima tumtendee kazi kama waliotangulia walivyomtendea. Haleluya. Bona tunatoka kwa mbaso imani kwa kusema utanare ya utanare. Bona tianga ndio watu. Usenunumwe. Anora hapi ikurero. Kuyitimaro. Emotereko hanya mtitimaro. Usenito kirona hamure bigi kama bende. Usende ana kichikirisa. Kagana kanyamo bere. Kanyamo. Ikio. Yena akanyamo yongo kabere. Akanyamo. Iki. Wegelana makuta kichinyimbe. Ili tatonga kuichita hiyo. Tayari kwa bende. Wewe. Tore wiki na sabuno moja. Usikukela hokele. Mwana kweli anatuhusiana hivi kubiri bado. Toko mate no kumdunisha tolenga kama mafuta nitakusiba. Tumsikimu. Ndio chingine kitawisa. Hapo ni moto dante na kama no Chimbia chao kilo torebe. Kile kuhusu kule chake uruhusu. Toha. Mutanga mutangesa. Kile open chokureke yamicha. Kile momobesa. Momobesa. Kilota arutuja. Kilancho abreke gachuruja. Si arutusore kuhusu oyo sina aitati atu. Tunabatu bande walotabiye bile. Na arutuka ubiye mobile. Tunamutikire chonsu mobasi bora maamutakaye. Toha. Na ngo tagambega naleta chi. Kwa wasa kukambaga enokulu muya hondere chingire unadodi chi. Utana ambene nobu keko oramu musiga. Zobe tiche itobe. Ichomono. Tigo. Ora abota mwenye kikusudi kaba tebi. Kaba tebi kukusu. Wana kukusu. Bitole yo tige. Yuko naelewa. Vitu ni vya yule achiwa. Na yeye ataachia wengine. Hata mimi kama na soko Mungu ya mnarege hivi. Tarara hata wetu Mungu sana akabali. Sione na ageni. Hayo. Na hivi. Bwana mimi naambia ni ndani ya kidogo Ibito ni ya tutobele aliyo kale yotokea. Bwana nikemoro naitega sigote. Wataitega kero muitega? Machinde chana. Aliyekupa uwezo wa kupata hiyo ni nani? Mungu. Kwake ana uwezo wa kufanya tuwe matajiri na pia anaweza kutudumisha. Mimi naona ugonjwa. Malaria peke yake. Malaria ina uwezo wa kukuendesha mpaka hata hamu ya kukula peke yake, wachana ya kubeba pesa. Hamu ya kukula peke yake ni kutoka. Sawa hili. Lakini unapokuwa tuna amani kidogo, tunaona tuko sawa, hata wengine sasa ndio kwa wengine hata wanaenda kutaka kuanzia na maji fulani wanakuja na uzani hata watoto wangu. Ili ukinywa uji na mwingine akunywe pombe, ili akili ni amani itavurugika. Sasa wengine wanaendea pombe wamefuruga akili. Mpaka mwingine tulikuwa na kijana wangu huyu jana tukita anasema Mungu ameruhusu. Sasa utamuomba kumwana unyahale. Yaani mwata unyahale. Chinde tulio kufanya haya kumtegea. Tani ile noko ambega asante ndio kukuomba nonga. Kwa hiyo unashindana na
vitu havitakupeleka sehemu. Sasa mali ya Mungu imetumika visivyo. Ile imetumika kwenda Kongo huko. You cannot account for some wealth that God has given you. Ndugu washiriki, ninapohitimisha mahubiri yangu mchana wa siku ya leo, tunahitaji kubwa la kurudishia Mungu kwa sababu ya neema. Haleluya. Kweli hata wewe ulipokuwa mdogo, ulijua utafika umri huu. Mungu amekuwa mwaminifu, amekulinda hata wakati kujua kama wewe ni mwanadamu. Nina kijana pale kwangu mdogo, ameanza kujifunza kushikashika vitu mdogo kwa watoto wangu wote. Sasa jana niliona anashika kiti hivi, anashika na ukuta, anataka apande kwa fujo. Sasa kuna mahali kiti hiki kinatoka kanyaga huko, ikaona ameshika mwasesi. Sasa kitu ajui, anaweza akaanguka au yeye akienda aone jiko inawaka jiko. Yaani anashangaa ni nini inawaka. Anataka aguze. Si unaelewa watoto huo. Mwaka mmoja hivi kama yule mtoto ameshikiwa. Akikaa juu ya meza, anatia meza ni hadi. Anaweza kutembea juu ya meza pia anatembea dunia. Matokeo neno hapo. Si ukweli. Yaani ni watoto wa ajabu. Nina pikipiki. Akisikia tu pikipiki inakuja, yeye asikupe. Anafikia pikipiki na macho inamuona. Si ndio? Anakuja hata anaweza kaipembeleza. Kwa kaipembeleza kama wale watoto walioko pale. So it is very common watu kumess, wish na mess lifestyle. Ndivyo watu wasiomjua Mungu wanavyofanya. Tuko pamoja? Lazima tuwe watu ambao tuna akili zimeshikanishwa na Mungu. Watu wa maombi kama Nehemia alivyokuwa akiomba na Esther na wengine na Danieli. Lazima tuwe watu wa maombi, watu wa shukrani kama Daudi, watu wa kujitolea kwa mali yetu kama wafalme wa Uajemi waliosaidia kina Ezra kwenda kujenga kanisa pale Yerusalemu. Lazima na sisi tutoe ili Mungu aadhimishwe. Vijana wangu unaopewa pocket money unapokuwa shuleni, use that pocket money to praise the Lord. Ninajua ni Mungu. Ni yote tupatie sabuni. Ndio vijana wanaongea. Hiyo yote. Lakini niliwahi ona kuna kijana tulisoma na yeye alikuwa Moses stop what you are doing. Kuna kijana tulisoma na yeye high school. Zaidi prison officer. Yeye ndio tunashangaa. Yeye tukienda kutoa sadaka wakati tunang'ang'ana kutoa one bomb. Unajua mimi nilifanya for 499. Sasa one bomb ilikuwa kama pesa. 10 bomb ilikuwa ikionekana na 10 bomb kuna pesa nyingi kwa watoto wa shule. Wakati mmoja tulikuwa tunatoa 50 bomb inatosha turudi 3 months. Sasa yeye alikuwa anatoa kabisa 20 bomb, 30 bomb. Wakati tunakuta ai bwana. Wewe ama kwenu ni masosi. Nikaja kugundua na jinyuma sana. Na hadi leo tumekutana na hata nikamleta nyumbani kwetu kuhubiri za langu the word of God. Nikagundua kumbe hii kutoa kuingia vizuri, my friend, you will never receive from him for the Lord. Kwa Mungu atujalie wanafunzi. Kesho yetu iko salama mikononi mwa Mungu. Tujifunze sana. Tutue na ile nidhamu. Nilikuwa naangalia clip fulani juu ya mashule yanayochomeka saa hii na wangeenda wanafunzi dakika moja tumalize. Sio? Usiniaki leo na ngekubatia. Mmanyekeleo usokora maana bilito. Na wewe mmontegere. Shule nyingi siku hizi sio mixed. Shule nyingi kuna shule inayotumika juzi ya wasichana. Na kabisa watoto wa wanadamu wanaonekana wakichoma. Sio kwamba ni electric before but ile ni lack of knowing God. Watoto wengi wameingia demonic behaviors. Sasa kuna a lot of homosexuality in our schools. When I talk about homosexuality, you understand what I mean. I don't mean it to translate to these young older people. I need to talk to you as young people. That what is the greatest devil affecting our schools today is the aspect of homosexuality. Girls are behaving badly with girls, just like boys are behaving badly with boys. This killed the first world, and we must be able to understand
during the Deluvian time, a lot of people were deluged in that flood because of this. Imagine the times of Noah and the Lord. No, the times of Lord. There were even men who wanted to rape angels. And the God was gutted and disgusted because of that such ungood behavior. Today, that monsters come to our children in school. And we are seeing a lot of unrest in various institutions. I saw a case of Ambira Boys High School. Listen, where boys who are in higher grades wanted to mess with the boys who are in this new grade called grade 10. And a lot of boys went home. Sasa hivi wanarudi shuleni na kila mtu na 33,000. 33,000 kwani nini mnafikiria isa pocket change? Wazazi sasa hivi wameambiwa rudi, lakini ukija na mtoto lipa 30,000. Is that what you send to school to do? Can you, as you are in school, serve the Lord with the sincerity of your heart? Tuko pamoja? Even utazeeka tu, na mtakapozeeka you will even regret what you did when you were young. Sasa imagine kuna familia fulani zinaomboleza na familia fulani zimeshangazwa na vituko vya watoto wao. Tuwapoje na kuna mmoja ambaye alikuwa amechukuliwa nyumbani, ikasemekana alikuwa miongoni mwa waliotoka, akafuatwa mbele ya wazazi. Very unfortunate. Deal with your Christian life with fear and trembling. Mjue kwamba Mungu tukimwadhimisha katika utakatifu wake, Mungu atatubariki. Haleluya. Na tuache vituko, tutapeleka huko kuoa na kuolewa. Our sole responsibility, our mandate is to ensure that we work hard. And after working hard one day, we shall be where we want to be. May God bless you as you go work back to school and work hard. Tuko pamoja. Even vijana ni moshi kama si people ya mnasi ukienda urudi. Nilikuwa naongea na watoto na mimi wamesikia. Asante. So, ninachowahimiza ndugu washiriki, tunamrudia Mungu. Lakini tutamrudia na mali yetu yote. Tutarudishia hata Mungu shukrani kwa yale anatutendea. Mwaka huu tumepoteza watu wetu wengi. Tumeona ajali nyingi. Nina shule huko ninakofunza, katoto kamoja kako grade 6. Mama yake anauza dagaa. Wale wanapandaga kwa kuuza mapera hapo kwenye Hispania. Sasa ametoka nyumbani anaenda kuuza asubuhi sana. Akachelewa kurudi. Ajali ikatendeka. Sikuona kwa mtandao. Kuna gari kugonga hapo njiani kwa barabara imetendwa kwenda Mabel. Sio? Mmoja wa watu waliokufa ni mzazi wa mwanafunzi wa shule yake. Sasa vile kijana alirauka asubuhi, hajui kama mama alirudi. Yeye alirudi lunch, akapata watu wamekusanyana kwao, watu wanalia, mtoto anashangaa, hajawahi ona kifo kimetendeka. So watu wanatoka kwetu wakati wowote. Na wakati tunaondoka ghafla hivyo, ndugu washiriki, Mungu anataka tupate tukiwa sehemu gani. Tukimtumikia ama tukiondoka ghafla vile shetani anataka ili apate wengi wa kutoleka naye. Maandiko anasema lazima tumfanyie Mungu kazi wakati mchana ukigaribu. Haleluya. Mchana ndio saa ukiwa na afya, mtumikie Mungu, mtolee Mungu, muadhimishe Mungu. Ndio maana katika kitabu tulianzia, kitabu cha First Chronicles 16:11 kinasema mtafute Mungu kwa bidii siku zote. Acha Mungu atubariki. Ina imani sasa tumeanza kuona haja ya kumrudia Mungu katika kumtolea. Hizi sadaka tunazotoa zile za kuunlock zile blessings ambazo Mungu ametuwekea. Na ukiona ni mtaa, wale waliozoea na wanaelewa, wacha wao watatoa. Wewe ukikataa, mimi ninamsema pale shuleni, naambia watoto, ukiwa na kichwa ngumu, anasoma hapa aache pale asome na baadaye. Tuko pamoja. Wanaanga kwa mkono no, tachalo rumwe. Sibara baba jikibisere, kile kenene. Niga, ilo kuno tunara kwa vile. Kwa tutani ni Yesu. Niombe sasa wale waimbaji wa shule